Ukitaka ushahidi, baba mtu hufanya video na binti yake. Ukitaka ushahidi, mume wa mtu hufanya video na mkewe kabisa. Ukamwona mke mara unaona midevu imetoka. Wewe ufai, huna mpango, alafu wewe maneno mengi. Umma umepotea, wewe ndio sababu ya umma kupotea. Akhiran, katika masala haya ya social media vile vile kuna jambo limejitokeza hivi karibuni ambao ni maarufu kwa kila mmoja, wanaita wenyewe summertide. Haya yote ni katika fasad na maovu yanayotokea katika social media. Suala hilo walillahi alhamd limepigwa vita na watu tofauti tofauti, dini tofauti tofauti, kuonyesha kwamba ni jambo liko kinyume na maadili ya dini zote zinazojulikana. Upande wa Manasara na upande wa Waislamu na wengineo wamejitokeza katika vyombo vya habari kukemea masala kama haya yaliyofanyika mji jirani, machafu yale na desturi ambazo haziendani na miji yetu kama hii ambayo ina tarehe ya heshima na adabu na dini tukufu ya Kiislamu namna ilivyopewa kipaumbele. Lakini tatizo bado liko pale pale. Tatizo ni kwamba haya yote yaliyotokea, ikhwatal iman, yana sababu, na kuna watu wanaotakiwa kulaumiwa. Kuna watu wanaotakiwa kulaumiwa kwenye hili lililotokea, na mengine yanayotokea kuhusiana na wanawake vile vile kuna watu wanaotakiwa kulaumiwa. Na kwa kinywa kipana bila ya kuogopana macho, ndugu zangu katika imani, ni kwamba anastahiki kulaumiwa kwenye haya ni sisi tuliohudhuria hapa, wanaume ndio wanaostahiki kulaumiwa. Anasema Bakri Abu Zaid katika kitabu chake Hirasatul Fadila, inna fasada an-nisai sababuhu al-awwal tasahulu ar-rijal, hakika ufisadi unaopatikana kwa wanawake sio sababu ya kwanza ni kuzembea kwa wanaume. Na tukisema wanaume, kila mmoja aliyehudhuria hapa ana cheo kimoja kati ya hivi vyeo vitatu, ama wengine wana vyeo vyote vitatu. Wale wanawake walioko katika social media, tuambie neno ukweli, japo kutatukanwa watu, lakini matukano na kejeli hazibadilishi ukweli. Haki itabakia kuwa ni haki na ukweli itabakia kuwa ni ukweli. Wale wanawake walioko katika social media wanavyojianika pale, ima ni watoto wa watu wale, wana wazazi wale, hawakutoka mwichuni. Takatuelewane vizuri. Hakuna mwanamke yoyote katika social media aliyezaliwa na mti ama alitoka mbinguni akateremka buru akaja akaanguka kwenye majengo, haijulikani ni mtoto wa nani. Ana wazazi huyu, na miongoni mwa wazazi ni baba. Ana baba kwa sababu huyu mwanamke kwenye social media ana babake wa kiume. Mwanamke huyu kwenye social media ana ndugu yake wa kiume. Tumeelewana vizuri? Ana ndugu yake wa kiume, na mababa ni sisi na makaka ni sisi hapa. Ama kuna makaka wengine? Hakuna. La tatu, wale wanawake katika social media wana waume zao, na waume ni sisi hapa. Kwa hivyo maneno ya Bakri Abu Zaid kusema kwamba ufisadi wa wanawake sababu ya kwanza ni tasahulu rijal, wallahi hakukosea rahimahullahu ta'ala. Uzembe wa wanaume sisi tulioko tumezembea kwenye masala ya wanawake, na kuzembea ni kuacha ile kawama tuliopewa biilzamihinna bihuquqi llahi, kuwalazimisha wafuate haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwafanya waache ufisadi. Ile kawama tulipewa sisi, arrijalu qawamuna ala nisa, tumeiacha. Baba mtu, na tukizungumza haya tuzungumza mababa wanaojua mabinti zao wako social media, na ndio wengi kuliko wasiojua. Na tukizungumza haya tunazungumza
mabradha wanaojua madada zao wako social media, na ni wengi kuliko mabradha wasiojua. Waume ndio usiseme. Na ukitaka ushahidi, wacha na wachukane shauri zao, tutasema ukweli mambo yalivyo. Ukitaka ushahidi, mabradha wenyewe hufanya video na dada zao, wataka nini zaidi ya hapo? Ukitaka ushahidi, baba mtu hufanya video na binti yake. Ukitaka ushahidi, mume wa mtu hufanya video na mkewe kabisa, ukamwona mke mara unaona midevu imetoka. Wewe ufai, huna mpango, alafu wewe maneno mengi, umma umepotea, wewe ndio sababu ya umma kupotea. Lakini wasemaje? Wangesimama wanaume, baba kwa upande wake, mume kwa upande wake, brother kwa upande, thubutu, kungepatikana wanawake katika social media? Hapana shekhi. Na wangepatikana wa kuhesabika ambao hawajulikani wazazi wao wako wapi, ama pengine wazazi wamefariki, lakini namba kubwa wazazi wako, waume wako na mabradha wako. Na ni fakhri kwao mtu kujitokeza aona mambo ya kawaida. Huo si uume ndugu zangu. Uume si mwili na chuma kikubwa, la. Masahaba walipomcheka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya kwamba mwangalie huyu mwembamba mpaka upepo wamtukua, tumekwambia mwacheka nini? Tuambia tuacheka uembamba wa Abdullah. Mwambia mwacheka ile miguu ile, siku ya kiyama ni mizito kushinda chochote kile, kushinda jabali la Uhud. Jabali, hebu niambie, mwanadamu na jabali uzito wapi na wapi? Mtume hakuangalia kifua kikubwa na kiasi cha kibodi, haangalii hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuangalia hilo. Aliangalia imani na dini aliyokuwa nayo Abdullah ibn Mas'ud. Hao ndio wanaume wanaoweza kubadilisha mujtama na wakasimama kama wanaume. Wanawake wangenyooka. Ukiona nyumba mwanamke afanya atakavyo, usiseme ni mwanamke, sema ni yule mume amenyamaza kimya, akitoa sauti upigwa ngoto. Ndo maafa yakawa hivi yalivyo. Tuweni wanaume wa kikweli kweli, ili wake zetu, dada zetu, mama zetu wakae katika mstari ambao ni wasawa. Usitafute mambo mengine, sijui sababu nini. Sababu ni sisi tuliohudhuria hapa. Mwenyezi Mungu atuongoze barabara ya sawa. Allahumma izzal islam wal muslimin.